الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والتابعين سبل الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza tuanze na kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia uhai pamoja na uzima. Huu uzima tuliokuwa nao sio kwamba sisi ni wema sana kwa Mungu, hapana. Kila mmoja akikaa peke yake akijifanyia wanasema critical evaluation, ukajifanyia tathmini, naita self screening au self assessment. Ukijifanyia self assessment utajigundua kwamba una mapungufu mengi, ingawa watu wakiangalia your outward appearance, muonekano wako, anakuona umependeza, una tabia nzuri, lakini kuna upande wako ambao kwa sababu ya Mungu kukustiri wenzako hawaujui. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sio kwamba wenzetu ambao hivi sasa wanapumulia mashine, wanakula kwa kupitia mipira ile, kwamba wana makosa sana, wamemkosea Mungu, kwamba wewe una mazuri sana uhai uzima. Hapana. Kwa hiyo ndugu zangu, kila unapokaa kumbuka kwamba una wajibu wa kumshukuru nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nisiwe na mengi ya kusema kwa sababu nimetoka mara moja, nimeanza na mwaka wa Mheshimiwa Mufti, tulikuwa naye katika tukio. Nimeomba mara baada ya kuzungumza na kuhusu kuzungumza na nyie ndugu zangu, na nyie baada ya kuzungumza na kuhusu nirejee katika tukio ambalo Mheshimiwa Mufti analiongoza. Yangu leo machache tu. Kwanza nimeambiwa hapa kuna specialization nyingi. Wahitimu wa leo kuna watu ambao wanahitimu katika accountants, wasibu, wako wanahitimu katika business administration, masuala ya usimamizi wa biashara, wako wanahitimu katika human resource management, wako wanahitimu katika marketing, wako wanahitimu katika public sector, lakini wako wanahitimu katika procurement and logistics management. Na bahati nzuri mimi mara baada ya kuhitimu digrii yangu ya pili nilipata nafasi ya kusimamia idara nyingi katika kanisa. Ndio maana na maisha ambayo ni practical. Yaani tunapozungumza kuhusiana na accountancy, tuzungumzie habari ya accrual basis au masuala ya prepaid. Tuzungumzie habari ya double entry system, mambo ambayo nafahamu nimeyasoma, pia ni mambo ambayo nimeyaishi najua vizuri sana, na nitakapoenda mbele nitakuja kukuta kwamba ule mfumo wa sijui cashbook wanaanza kuchora kama mnavyochora sasa hivi, watu wameshahama huko, sasa wanatumia software kwamba wewe unaingiza data, basi automatically mambo yanafanya yanajika sawa, kila kitu kinaenda barabara. Inaenda kwa pia kutoa balance katika upande ambao ni sahihi, kama ni credit sahihi au debit. Kwa hiyo nazungumzia kitu ambacho nimeishi na nakijua. Nimesimamia idara ya manunuzi, nimesimamia watu wa marketing, masoko, na watu wa business administration.
maana yake ni ihsani. Mtume Muhammad amesema katika maelezo yake, inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, hakika Mwenyezi Mungu ameagiza kuwa integrity ndio kila kitu. Lakini wengine wakasema ihsani na maana ya quality. Quality tunafahamu quality, wanasema kwamba quality ni system au ni set of inherent characteristics, ambapo hizi characteristics zina fulfill the requirements na fulfill. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, hakika Mwenyezi Mungu ameagiza quality, ubora uzingatiwe katika kila kitu. Lakini pia integrity iwepo katika maisha yetu ya kila siku. Alizoea procurement yasipokuwa na maadili ataongeza wakati anafanya pricing. Ameaminiwa na mwajiri wake, anacheza na bei na anacheza na supplier, baada anapiga hela nyingi sana. Mwajiri wako hakuli, lakini Mwenyezi Mungu anafanya nakuona. Watu wa marketing wanacheza na wateja, tapambana bei ishuke, alafu pia anakuwa na percentage yake pale. Kwa hiyo kabisa sasa nasema kabisa. Kwa hiyo tunahitaji sana kuwa na jamii ambayo ina maadili. Tunahitaji kuwa na jamii ambayo inazingatia ubora katika kazi zake, na integrity ndio foundation of professionalism. Yaani kama hauna integrity, wewe hauact professional. Tunaeleweka bado? Naeleweka? Kwa hiyo inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, hakika Mwenyezi Mungu ameagiza kuwa ubora uzingatiwe katika kila kitu, integrity iwepo katika kila kitu. Kwa hiyo maana yake kwamba tumemaliza masomo yetu, ndio tumehitimu tumehitimu masomo yetu. Kweli tuhakikishe kuwa tunaishi maisha ya ihsani, tuwe wema, na ukiwa mwema ndio ishara inaonyesha Uislamu wako. Tuwe wema kwa jamii, tuwe wema kwa wazazi, tuwe wema kwa wale ambao